kichaa, unawafanya wachawi mtaani kwako wanachanganyikiwa. Haleluya, haleluya. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana watu wa Mungu? Ngoja nisome hii mistari mingine haraka haraka, alafu utaelewa. Hiyo ilikuwa Warumi hiyo ngapi? 17. Warumi 15:13. Wewe nisikilize tu. Warumi 15:13 anasema, basi Mungu watumaini. Sikiliza. Basi Mungu watumaini. Basi Mungu watumaini. Basi Mungu watumaini. Na awajaze ninyi, sikiliza, na awajaze ninyi furaha yote. Awajaze ninyi nini? Awajaze ninyi nini? Hasemi matatizo yakiisha, hasemi ndoa ikiisha furaha ije yote. Ndoa ikiwa imetikisika hivyo hivyo, akujaze furaha. Hivi unajua utamfanya mume wako achanganyikiwe? Hivi unajua utamfanya mke wako achanganyikiwe? Anakufanyia vituko, alafu akirudi umetabasamu, karibu sana mume wangu, pole na kazi. Anaondoka, lazima achanganyikiwe. Hivi huyu akili yake iko sawa sawa? Kwa sababu angetamani kukuona unalia na kuumia. Unajua rafiki yetu mmoja, mume wake akamwambia, akasema, nataka uteseke. Yani nataka uteseke. Yani manake anataka kumuona analia. Sasa anapomuona mwenzake anachanua, vitu vinaenda, anachanganyikiwa. Ameanza kumuita mchawi. Mchawi huyu. Kwa watakao baki nao shetani ni moja tu, kwamba huyu mchawi. Na yeye anajua kabisa huyu sio mchawi, ila tu ana kitu cha ziada ambacho sikielewi. Anawezaje kufanya vitu vya namna hiyo? Haleluya. Kwa hiyo awajaze furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka ujae furaha ya Roho Mtakatifu leo. Ukirudi nyumbani, hadi manyasi ya nyumbani kwako yaone. Hadi panya wa nyumbani mwako waseme, hatujawahi kumuona namna hii, humu sio kwa kukaa tena. Hadi wale mende majenge yaseme, hey, mbona amebadilika sana, sio kwa kukaa hapa. Kuanze kufurahi. Hatujawahi kumuona mama namna hii amefurahi. Hatujawahi kumuona baba namna hii. Inawezekana na sisi tutaishi maisha mazuri. Ujae kwa furaha zote, sio moja, zote. Mwambie mwenzako zote. Sasa hii sio mimi kukuhamasisha, ni wewe kufungua moyo. Haleluya. Zaburi 4:7. Zaburi 4:7. Zaburi 4:7 anasema hivi, anasema hivi, umenitia furaha moyoni mwangu, umenitia furaha moyoni mwangu kupita yao. Umenitia furaha moyoni mwangu kupita yao, wanapozidishiwa nafaka na divai. Mungu atakapoona umeikubali ujazo wa Roho Mtakatifu, ukawa na furaha wakati wote, Mungu ataanza kukujaza nafaka na divai, kwa sababu atajua furaha yako haitegemei nafaka na nini. Yani furaha yako haitegemei vitu ulivyo navyo leo, lakini inategemea lile tumaini ulilo nalo katika Roho Mtakatifu. Si tumesoma kwenye ile Warumi, watu wa Mungu? Haleluya, haleluya. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Unanielewa? Zaburi 45:7. Zaburi 45. Zaburi 45:7. Alafu usimame. Zaburi 45:7. Anasema hivi, umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Sikiliza. Umeipenda haki, umechukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta. Sikiliza, amekupaka mafuta, amekupaka mafuta, amekupaka mafuta. Unaposikia amekupaka mafuta, maana yake nini? Anazungumza habari ya Roho Mtakatifu, si ndio? Amekupaka mafuta, mafuta ya furaha kuliko wenzako.
amekupaka mafuta ya furaha kuliko. Naomba usimame, naomba usimame. Kamata sadaka yako, twende haraka haraka. Kamata sadaka yako. Na jana, najua wengine inawezekana hawakunielewa. Jana tulisema njoo na kitu chochote unachokifanya kama ushahidi. Kitu chochote unachokifanya au unachotaka Mungu akufungulie mlango katika hicho. Nikatoa na ushauri nikasema, njoo hata na nguo za mume wako unataka mabadiliko. Njoo hata na nguo yake yoyote, kwa sababu wewe ndio unayefua. Kwa hiyo kama dukani, nikasema njoo na kitu chochote. Sasa inawezekana jana hukuwepo na inawezekana hujafanya jambo la namna hiyo. Isikupe shida wala usikose amani. Tutalifanya tena hilo tendo sote, sisi tuliokuja navyo na wale ambao hatujaja navyo. Kamata sadaka yako sasa, kamata sadaka yako. Waligawa bahasha, kama hujapata bahasha nyosha mkono wako wakuletee. Kuna mkono kule nyuma, kuna mkono hapo mbele, kuna mkono hapo mbele na kuna mkono kule nyuma. Nyosha mkono wakuletee kama unahitaji bahasha. Kuna mkono pale, nyosha sana, nyosha sana ili wasikupite. Kama kuna mkono mahali. Amen, amen. Kama tayari basi utulie sasa. Kama tayari utulie. Kama bado usione shida, nyosha mkono wako. Kuna yeyote anahitaji bahasha? Nyosha mkono kama unataka bahasha. Haya, haya. Funika macho yako. Funika macho yako, kwa maana ya kwamba fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako kwa Bwana. Sasa kufungua moyo kwa Bwana ni ile tu mawazo yako tu kuyaelekeza kwa Mungu, kwa sababu hapa kwenye mazingira haya mawazo yanakimbia kimbia, yanakimbia yanaenda kule, yanakimbia yanaenda kule, yanakimbia yanaenda kule. Yasikusumbue, isikupe shida. We lazimisha, rudi hapa. We muonyeshe tu Mungu ndani yako kiu kwamba nataka kujaa wewe Roho Mtakatifu. Kwenye kazi zako za ofisini, mahali ulipo ajiriwa, we tamani tu kujaa Roho Mtakatifu. Inawezekana unafanyiwa visa kazini kwako, wakati mwingine huna haja ya kuanza na wavunja na wakamata sijui na nini. No, we jaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakutetea. Biblia inasema yeye atasema kwa niaba yako. Atasema. Utajiuliza kwamba nitasema nini, lakini yeye atasema. Alafu mwambie Mungu kwamba ninaleta na sadaka yangu. Kama Mungu amekujalia sadaka, na inawezekana huna sadaka wala isikupe shida, uwe na amani. Lakini inawezekana mwingine hukuwepo, ndo umekuja wala hujui kwamba tulikuwa tunatoa sadaka. Lakini inawezekana unaona kabisa hata sadaka yako utaitoa hata kesho au kesho kutwa utaileta ndani ya moyo wako. Hebu simama kama mtu ambaye tayari amekuja na sadaka. Sema haya maneno, sema: Bwana Yesu, asante kwa sababu ulitoa sadaka kwa ajili yangu iliyo bora, na mimi sasa ninaikubali hiyo sadaka. Ninaikubali hiyo sadaka. Ninafungua moyo wangu. Chukua maiki. Ninafungua moyo wangu. Ninafungua moyo wangu katika jina la Yesu. Asante. Na mimi ninaambatanisha sadaka yangu iliyo nyonge sana, lakini Bwana umesema ikitoka moyoni, kwa moyo wa kupenda, sio ndogo, unaikubali na kuitakabali. Ikubali sasa hiyo sadaka. Itakabali sasa hii sadaka. Na hawa ninaotoa kwa ajili yao,
Roho Mtakatifu, leo maji haya yanapojaa ndani yangu na kuwa chemichemi, chemichemi hii iende mpaka huko waliko, iende kwenye maeneo mbalimbali, nifunguliwe na milango ya kufaa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umeahidi kwenye neno lako kwamba utanipa kila ninachohitaji ili niwe na ziada ya kumgawia muhitaji, na mimi ninaamini na kupokea, na ndiyo maana ninaambatanisha na hii sadaka. Bwana Yesu, nimebeba na huu ushahidi, kazi ya mikono yangu, nimebeba na huu ushahidi, mabadiliko ninayoyataka nyumbani, katika jina la Yesu. Utazame kwa jicho lako Bwana, leo maji haya yanapojaa ndani yangu na kufurika na kutiririkia uzima, yatiririka kuelekea pande hizo, yatiririka kuelekea pande hizo, katika jina la Yesu wa Nazareti uliye hai. Amen. Sasa tufanye hivi, ilete hiyo sadaka yako haraka. Kuna kikapu pale, kuna kikapu hapo, weka sadaka yako, alafu tutasimama hapa wote, Unakuja na kile kitu ambacho, kwa wale ambao mlibeba vitu vya kuviombea, unakuja nacho. Ni mama, umebeba kitu kwa ajili ya mtoto wako, kwa ajili yako, uwe na amani. Lakini inawezekana hujabeba chochote, ili tukio tutalirudia tena tutakapoanza kujifunza kwa habari ya kutumia mamlaka. Tutalirudia tena, kwa usichoke, tutalirudia tena. Wote tuje mbele, hata kama hujatoa sadaka, njoo wote tuje mbele. Haya, naomba wale ambao umekuja na kitu cha kuombewa, naomba kiinue juu hicho kitu chako. Inua hicho kitu chako juu. Mwamini Mungu. Sisi wenyewe tuna ushahidi, tumemwona Mungu akifanya. Inua kwa mkono wako. Inawezekana umemletea ni mtu, inawezekana ni cha kwako wewe mwenyewe, ni biashara yako, ni kazi ya mikono yako. Inawezekana umebeba ni cha mtoto wako. Mungu anasikia na Mungu anaona na Mungu anatenda. Haleluya. Nimekwambia hili tukio tutalirudia tena. Ndio uongozi wa Roho Mtakatifu nilio yangu. Tutalirudia tena kulifanya. Baba, katika jina lako takatifu, tazama watumishi wako wamekuja na ushahidi na vitu ambavyo katika hivyo umewapaka mafuta. Bwana, asante kwa sababu mkono huu ulioshika hicho kitu, ninaubariki katika jina la Yesu. Kwa mafuta haya yako Roho Mtakatifu uliompaka, na kwa ujazo huu ambao Roho Mtakatifu unajaa ndani yake,
ataenda kuchanua, ataenda kufurika. Kutakuwa na mafuriko katika jina la Yesu Kristo. Kutakuwa na kibali kisicho cha kawaida. Ninatamka sasa na kutangaza rasmi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, damu yako Yesu Kristo na yale mafuta ambayo umempaka mtumishi wako na yale mabadiliko ambayo anayaomba kwa ajili ya huyu mtumishi wako, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu kutakuwa na mabadiliko, kwa sababu kutakuwa na mabadiliko, kwa sababu kutakuwa na neema, kutakuwa na nguvu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uweza wako na damu yako, kwa sababu huo mlango unafunguka sasa. Kila mapepo, mizimu mliokuwa mmekaa mkimzuia, kwa sababu sio kawaida yao kwenye ukoo watu kufanikiwa, mmekaa hapo ili kumzuia, sasa kwa jina la Yesu, maji yanayotoka yatatiririka kwenye hiyo milango ambapo mmemzuia. Inafunguka sasa, inafunguka sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inafunguka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa kibali chako, kwa neema na rehema na kwa fadhili zako nyingi, katika jina la Yesu Kristo, sawa sawa na kusudi lako, sawa sawa na mapenzi yako. Asante Mungu uliye hai. Amen. Sasa ninaomba kama kitu chako ulichokishika, sawa, kwa mfano unaweza ukakitambua kirahisi kitu chako ulichokishika. Kama unaweza ukakitambua kirahisi, naomba njoo kiweke hapa mbele madhabahuni, weka hapa mbele madhabahuni. Kama unaweza ukakitambua kirahisi wakati wa kuchukua baadaye, kama unaweza ukakitambua kirahisi, Mwaipaja njoo basi. Si unaona hivi vimenizunguka hapa, vipange vikae vizuri. Lakini kama unaona kuna wakati itakuwa vigumu sana kukitambua unapokuja kukichukua, basi naomba usikilete, ubaki nacho mkononi. Unanielewa? Wakati mwingine inawezekana hiyo baki nayo. Wakati mwingine unaweza ukaweka hapa alafu kikapotea, si ndio watu wa Mungu? Hicho baki nacho. Kwa mfano ndugu nimemwambia baki na leseni yake kwanza. Lakini hakikisha utakapokuwa unachukua, tunaondoka, uchukue kilicho cha kwako. Na tusigombaniane. Haleluya. Tusigombaniane. Yani tutakuja kistaarabu kabisa, kila mtu anachukua. Sitamani hata nisikie na Roho Mtakatifu atahuzunika sana atakapoona kuna mtu ananungunika hapa kitu chake kimeibwa. Na hivi vitu vina upako. Tunaenda sawa sawa? Hivi vitu vina upako. Tutakapokuwa tunaomba, tutaendelea kuombea, tutagusa kimoja kimoja hapa. Ndio maana nimekuambia nimevita hapa. Kwa hiyo ninaomba mamtumishi utakuja kutusaidia hapa. Naomba mamangu, Mama Chaulo utakuja kutusaidia hapa. Tutaomba, tutashika hivi vitu vyote. Lakini kama cha kwako, kama nilivyosema, uwe na amani. Kama nilivyokuambia kwamba kama unaona ni kitu kidogo kinaweza, ila unaweza kaiona eti, basi naomba uje uiweke tu. Iweke hata hapo. Yes. Asante. Umenielewa mtu wa Mungu? Umenielewa? Mmeshaleta tayari au bado? Tufanye haraka. Weka ikisimamisha hapo chini, ili iwe rahisi kwako kukipata. Ndio. Naomba usije ukachukua kitu ambacho kisio cha kwako. Sawa? Na hata kama utakuja kugundua kwamba umechukua kisicho cha kwako, utamuona kiongozi, bwana nimechukua kitu ambacho sio cha kwangu. Kwa hiyo yule ambaye atakuja kugundua hiki sio cha kwangu, basi kesho unakirudisha, ili kila mmoja awe na kitu chake mkononi. Tunaenda sawa? Hatutaki kuchanganya upako, si ndio? Usiende na upako wa mtu mwingine, utakutesa. Tuko sawa sawa? Sasa tunataka tuende kwenye maombi. Uko tayari? Uko tayari kabisa? Uko tayari kabisa? Uko tayari kabisa? Mimi nataka nikuhakikishie kwamba Roho Mtakatifu yuko hapa. Haleluya. Roho Mtakatifu yuko hapa. Na Roho Mtakatifu anachofanya huwa anaangalia moyo. Na nielewa? Na Roho Mtakatifu anachofanya huwa anaangalia nini? Moyo. Sasa moyo wako wewe usiwe na mambo mengi huku ndani.
wala usiwe na mawazo mengi. Wewe fahamu kwamba Roho Mtakatifu yupo kwa ajili yako, hayupo kwa ajili ya watu fulani special, lakini yupo kwa ajili yako wewe ambaye unajiona ni dhaifu. Yeye ndo yupo kwa ajili ya hao. Tunaenda sawa sawa? Yeye kazi yake ni kuwatia nguvu wale walio wadhaifu. Tuko pamoja? Funika macho yako. Baba Mungu, ninakushukuru. Mtumishi wako amefunika macho, yuko tayari kupokea nguvu zako Roho Mtakatifu, nguvu zisizo za kawaida. Nguvu hizi zitavuka mipaka, zitaenda wizarani, mahali ambako amekuwa akiandika barua nyingi na hazijibiwi. Zitaenda kwenye mifuko ya pension, zitaenda hizi nguvu kwenye maeneo ya ajira ambako amekuwa akiandika barua, watoto wake wamekuwa akiandika barua na hawafanikiwi. Zitaenda kwenye ndoa, hata kwa watoto ambao hawako Tanzania, wako nje ya Tanzania. Neema hii na nguvu hizi zitapita, zitaenda mpaka huko na zitaleta mabadiliko yasiyo ya kawaida. Leo katika jina la Yesu, anga litataharuki, ardhi itataharuki, vyanzo vya maji vitataharuki, kwa sababu kuna nguvu zitapita huko. Wale ambao majina yao yametajwa kwenye vyanzo vya maji, wale ambao majina yao yamefungiwa mafundo na wameweka kwenye viungu, wale ambao Bwana katika kuishi kwao na biashara zao zimenajisiwa, wamenajisi na milango, leo kutakuwa bize. Nguvu zako Bwana zitapita kwa kiwango kisicho cha kawaida, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante kwa sababu wewe sio Mungu udanganyaye, unatenda, unafanya ili uheshimiwe, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Nifuatisha haya maneno, sema asante Yesu kwa Roho yako Mtakatifu. Niko tayari sasa Roho Mtakatifu kuona maisha ulionikusudia. Nimejua kwa hakika ni mapenzi ya Mungu niwe na maisha mazuri. Ninajua kwa uhakika ni mapenzi ya Mungu mimi niinuliwe, nipate kibali. Sasa Bwana, niko tayari. Roho Mtakatifu ujae ndani yangu, jaa ndani yangu kwa kiwango cha kufurika. Niko tayari, niko tayari katika jina la Yesu. Amen. Sasa nitazame, nataka nikupe maelekezo, nisikilize, nitazame, nitazame. Roho Mtakatifu yuko hapa, si ndio? Si ndio? Sasa mimi nitahesabu 1, nitahesabu 2, nitahesabu 3, alafu fanya hiki kitu cha kijinga ninachokuambia ufanye. Tunaenda sawa sawa? Fanya hiki kitu cha kijinga ninachokuambia ufanye. Nikihesabu 1, nikihesabu 2, alafu nitakwambia 3, nitakwambia cheka katika Roho Mtakatifu. We cheka. Unanielewa? Nitakwambia cheka katika Roho Mtakatifu. Sasa unisikilize. Shetani tunasema wakati mwingine utajisikia huku ndani unalazimishwa kulia. Yaani unataka kucheka lakini kuna kitu kinakulazimisha ufanyeje? Ulie. Yaani wapo wale sikusumbue, hako ni kavita kadogo tu. Wewe cheka hata kama unajisikia kulia. Cheka tu hivyo hivyo. Tunaenda sawa sawa? Cheka hivyo hivyo. Cheka hivyo hivyo. Alafu Roho Mtakatifu atajaa. Ni sawa sawa na nilichokueleza kwa habari ya kunena kwa lugha, kwamba kwenye kunena kwa lugha wewe unaanza kusema, alafu Roho Mtakatifu anakupa usemi. Uko tayari? Uko tayari mtu wa Mungu? Kitu simple kabisa. Sasa hiki kicheko cha Roho Mtakatifu ni nguvu za Mungu zisizo za kawaida. Kuzimu inaenda kutetemeka, mizimu ya kwenu inaenda kushangaa, kwa sababu hawajawahi kukutana na kitu cha namna hiyo. Wewe unafikiri mara nyingi sana kwa nini wachawi wao wanajitahidi kama vile kucheka? Unafikiri kwa nini? Kicheko hamna lakini wanajitahidi. Kwa sababu wanajua kwenye kucheka iko nguvu isiyo ya kawaida inazalishwa.
Sasa hawataki watoto wa Mungu wawe na kitu cha namna hii. Tunaenda sawa sawa? Unanielewa mtu wa Mungu? Sasa huu upako una kawaida ya kuambukiza. Hii neema hii ina kawaida ya kuambukiza. Kwa hiyo ukiona umekaa na mtu ambaye yeye muda mwingi amenuna sana, ondoka hapo. Wewe tembea, tafuta mtu mwingine ambaye unaona huyu amekaa mkao atacheka. Kwa sababu atakapokuwa anacheka, ukimgeukia, ukimtazama, na wewe unapokea. Tunaenda sawa sawa? Ni nguvu za Mungu. Najua hujawahi kufanya kitu cha namna hii, ni ujinga. Alikuwako mtu mmoja aliambiwa nenda ukaoge mara 7 kwenye mto mchafu. Akasema mimi na heshima yangu hii nikaoge kwenye mto mchafu, lakini pale ndipo palipokuwa na uzima wake. Baraka yako iko hapa kwenye kiwango chako cha kucheka. Anza wewe. Ukiona haiji, wewe cheka tu. Haleluya. Wewe cheka tu, wewe cheka wewe kama wewe cheka tu. Alafu ukiona haijitafuta mtu ambaye unaona ameshadaka hiyo ya Roho Mtakatifu, anacheka. Kwa sababu utakapoanza kucheka, Roho Mtakatifu atachukua nafasi yake, ataanza kucheka ndani yako. Na akianza kucheka huwezi kucontrol. Na anapocheka, ninakwambia anga linabadilika. Mazingira yako kule nyumbani yanasikia. Yaani hapo utakuwa umesema maneno mengi kuliko kawaida. Ofisini kwako kunasikia. Haleluya. Kila kitu kinasikia. Uko tayari? Kuna watu wala hawasubiri mpaka ni hesabu 3, tayari wameshadaka. Huyo ni Roho Mtakatifu. Tunaenda sawa sawa? Huyo ni Roho Mtakatifu. Hata ukimuuliza unacheka nini, hawezi kuambia anacheka nini. Haleluya. Kuna mwingine utajaribu, unataka kuacha, huwezi kuacha. Roho Mtakatifu anakuambia bado mwanangu. Hii mipaka karamandorobo shetekeria. Wewe ni Roho Mtakatifu. Wewe ni Roho Mtakatifu. Wewe ni Roho Mtakatifu. Ni nguvu isiyo ya kawaida. Wewe sio maskini tena. Wewe sio maskini tena. Mungu ana kawaida ya kucheka. Wewe unacheka. Wewe unacheka wakati wa baadaye. Na wewe unacheka roho zako. Kwa sababu unaona kupigwa vibaya. Wewe unategemea kutolewa. Wewe unakupigwa vibaya. Shetani anaenda kupigwa vibaya. Naenda kwa sababu unaona tatu. Alafu utazunguka. Shaka na mtu ambaye unaona anataka. Hivyo ndugu yangu. Hivyo kaka. Hivyo ndio tunasogea. Hivyo utakuwa wa kawaida. Asante Roho Mtakatifu. Na wakati na saa ya kubarika. Poromoka sasa. Nisaidie Roho Mtakatifu. Niwaingize watu wako mimi.
Moto